Shetani alikuja akamwambia, maana shetani alijua kwamba yeye ni mwana wa Mungu. Akamwambia, hungry, can you change stones? Ana njaa, si ugeuze yale. Some of you don't think Jesus could be hungry. Son of God, how can the Son of God be hungry? Unajua wengine wenu wadhani kwamba Yesu angehisi njaa. Mwana wa Mungu anawezaje kuhisi njaa? How can the Son of God be hungry? Mwana wa Mungu anawezaje kuhisi njaa? But imagine Yesu angekuwa na njaa. But think about this. Jesus would be hungry just like you. He lived every bit of a human life. Aliishi kila sehemu ya maisha ya mwanadamu. Every bit of it. Kila sehemu. So that he could be able to save us. Ili aweze kutuokoa. Jesus didn't come as an angel or as a heavenly spirit. Yesu hakuja kama malaika ama mwili akiwa na mwili ya kibingu. He would not have saved anyone. Hangeweza kuokoa yeyote. But he came, lakini alikuja in the same passion as you, katika ile hali ya hisia yako, kama hisia kama yako, so that he could deliver you from this body, ili aweze kukukomboa kutoka mwili huu. And so that you may know, na ili uweze ukajua that it is possible, kwamba inawezekana to overcome like he overcame, kushinda jinsi alivyoshinda. Somebody give glory to God. Tupe Mungu tukufu. Even Jesus himself, hata Yesu mwenyewe, had to learn to be obedient. Ilimbidi ajifunze kuwa mtiifu. That's very interesting there. Hiyo ni jambo la Jesus ajabu. had to suffer to learn to be obedient. Ilimbidi Yesu ateseke aweze kujifunza kuwa mtiifu, because that was to be you. Maana hiyo ndio ingekuwa ni wewe. That was to be your life. Hiyo ingekuwa maisha yako. The life you live. Hiyo ingekuwa maisha ambayo ungeishi. So don't think it strange. Basi usidhani ama usiwaze kwamba ni kitu kigeni when you go through fiery trials. Unapopitia majaribu ya moto. Even the Son of God, hata mwana wa Mungu, Jesus Christ, Yesu Kristo, suffered, aliteseka. And through the sufferings that he went through, na kupitia mateso ambayo aliyapitia, he learned to be obedient to the Father. Akajifunza kuwa mtiifu kwa Baba. Every bit of the life you live is just like the life that Jesus lived. Kila sehemu ya maisha unayoishi ni sawa tu na ile maisha ambayo Yesu aliishi. He also thinks sometimes like you. Hata wakati mwingine angewaza tu kama wewe. Then he suffered, then he learned, akateseka kisha akajifunza. How many things have you learned so far? Kufikia sasa ni mambo gani umejifunza? Through sufferings, kupitia mateso. You suffer something, you got a lesson there. Unateseka, unapitia mateso fulani ukapata, especially when you are young. Sana wakati wewe ni bado mdogo. You know you are a youth and there are very many things, strange things happening around and within and without. Wewe ni kijana na kuna mambo mengi ya kigeni ambayo yanafanyika ndani na nje pia. Then you are umeshangaa sasa. Then you begin to wonder, how is life going to be? How was Jesus at your age? Na Yesu alikuwaje akiwa katika miaka yako? Elijah, what do you think? Elijah, unafikiria alikuwa anapitia what was he going through? What are these things that he suffered at your age? Ni mambo gani haya ambayo alipitia katika akiwa kama miaka yako? Sijui alikuwa anasumbuka pia na fashion ya siku hiyo. I don't know whether he was getting trouble with the fashion of that day time. Na akapitia shida fulani ndio akajifunza kumbe. He went through some you know what was going on. Learn something. Nini ilikuwa inaendelea? Because through the sufferings, maana kupitia mateso, he learned to be, akajifunza kuwa. Somebody say amen. Mtu aseme amina. Somebody give glory to God. Mtu amtukuze Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Sifuni Bwana. Thank you, King of Glory. Asante mfalme wa utukufu. In the book of Matthew, katika Mathayo, 28 verse 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135,
26. Unajua mnataka maisha mororo. I know you want a very smooth life. Maisha ya shida hii. This life full of problems. Sitaki. You don't want this. I want problems. Troubles. All these problems and troubles. Shida yote na dhiki yote. Sifuni Mungu. Hallelujah. Hallelujah. It is not strange. Sio kitu kigeni. Think it not strange. Usidhani kwamba ni kitu kigeni. Verses Matthew 6 verse 36. 26 mstari wa 36. Then come Jesus with them unto a place called Gethsemane, and said unto the disciples, sit here while I go and pray yonder. Kisha Yesu akaenda pamoja nao mpaka bustani itwayo Gethsemane. Akawaambia wanafunzi wake, ketini hapa hata niende kule nikaombe. And he took with him Peter and the two sons of Zebedee, and began to be sorrowful and very heavy. Akamchukua Petro na wale wana wawili wa Zebedayo, akaanza kuhuzunika na kusononeka. Then said he unto them, ndipo akawaambia, my soul is exceedingly sorrowful, roho even yangu unto death. Tarry you here and watch with me. Roho yangu ina huzuni nyingi kiasi cha kufa. Kaeni hapa mkeshe pamoja nami. And he went a little further and fell on his face and prayed, saying, akaenda mbele kidogo akaanguka kifulifuli akaomba, my Father, if it be possible, Baba yangu, let this cup pass from me. Ikiwezekana. Nevertheless, not as I will, but as thou wilt. Akaenda kidogo akaanguka kifulifuli akaomba akisema, Baba yangu, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, walakini si kama nitakavyo na mimi, bali kama utakavyo wewe. You know the cup? Unajua kile kikombe? You know some people sometimes when they read scriptures they imagine cups. Unajua watu wengine wanaposoma maandiko That's the problem. wanaanza shida kwao ni wanaanza kufikiria na kuanza ile kikombe. This cup here, Kikombe hiki hapa is the suffering. He was going to the cross, ni mateso, alikuwa anaelekea kule msalabani, which was very tough. Bayo ilikuwa ni So he was asking the Father that let me not go to the cross. Basi alikuwa anamuomba And that Baba is Jesus. akimwambia nisiende kule msalabani. Na huyo ni Yesu. Kumbukeni kwamba hivyo. He was sorrowful that he was going through that. Alikuwa anahuzunika sana kwamba alikuwa anapitia haya. And that is the Son of God. Na huyo ni mwana wa Mungu. He feared. Alikuwa na hofu nyingi sana. Because it was going to be very tough. Maana itakuwa ngumu sana. And he said, kama inawezekana. And he said, if it were possible, let me not be crucified. Nisisulubishwe. He was praying against the will of God. Alikuwa anaomba kinyume na mapenzi ya Mungu. And he is the Son of God. Nakumbuka kwamba yeye ni mwana wa Mungu. So basi the imagination that people have about Jesus, ile dhana ama mawazo walio watu kumhusu Yesu, is very different. Ni tofauti. But the Son of God here, lakini mwana wa Mungu hapa, because the trial he was going to go through, no man is able to go through. Maana yale majaribu ambayo angepitia hakuna mtu yote angeweza kupitia. Because it was the will of God that he be crucified. Maana ilikuwa ni mapenzi ya Mungu kwamba asulubishwe, so that we be saved, ili tuweze kuokolewa. But he was praying against that will. Lakini alikuwa anaomba kinyume na hiyo mapenzi. Then he prayed and then he comes. Alafu in verse 40, akaomba kisha akarejea kwa wanafunzi wake katika mstari wa 40, akawapata wakilala. Many times that happens. Mara nyingi hiyo inafanyika. Disciples are left
Then when the Lord comes, he finds them sleeping. Wanafunzi wanaachwa, kisha Bwana anaporejea anawapata wakilala. Amen. Amen. Praise God. Sifa Mungu. In verses, then he said in verse 40, what could you not watch with me 1 hour? Katika mstari wa 40 akamwambia, je, hamungeweza kukesha pamoja nami hata saa moja? Watch and pray that you enter not into temptation. Kesheni muombe msije mkaingia majaribuni. The spirit indeed is willing, but No. the flesh is weak. Roho i radhi, lakini mwili ni dhaifu. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Sifa Bwana. Praise the Lord. Sifa Mungu. He went away again the second time and prayed, saying, Akaenda tena mara ya pili akaomba akisema, Oh my Father, if this cup may not pass away. Now he was repenting. He was reversing. sasa alikuwa anaanza kugeuza mambo. Baba yangu, ikiwa haiwezekani kikombe hiki kiniepuke. The Son of God had to pray 2 times, or even 3 times actually. In fact, 3 times. Mwana wa Mungu ilibidi aombe zaidi ya mara 3 hapo, Fighting against a resistance within. akipigana katika ule upingamizi wako. So it is not strength. Upingamizi? Within. Upingamizi ndani yake, basi si kigeni. This is not a resistance from outside. Hii sio upingamizi kutoka kule nje. It is a resistance within him. Hii ni upingamizi kutoka ndani yake, That doesn't want to go through this. ambayo haitaki kupitia mambo haya. He said, Anasema, if it is possible, let this cup pass away. kama inawezekana hiki kikombe na ikipite, Let me not suffer. nisiteseke. Let me have a smooth life. Wacha nikuwe na maisha mororo. Let me just light, for Wacha tu niteleze polepole until I arrive. hadi nifike. Yeah? Praise God. Sifuni Mungu. But he was born to serve Lakini alizaliwa ili ateseke for our sake. kwa ajili yetu. He was not supposed to serve Hakuwa anafaa kuteseka because he was holy. maana alikuwa mtakatifu. He was born holy. Alizaliwa mtakatifu. Amen. Amen. He was not born by the incorruptible seed. Hakuzaliwa kwa mbegu inayoharibika. Amen. Amen. Praise God. Amen. He was born by the incorruptible seed of the word of God. Alizaliwa kwa mbegu isiyoangamia ya neno la Mungu. The word of God made flesh. Neno la Mungu lililofanyika kuwa mwili. But he had the flesh which he was to crucify. Lakini alikuwa na ule mwili ambao alikuwa anafaa kulisulubisha. And that flesh is the same flesh which is still resisting in you. Na hiyo mwili ni bado lile mwili tu ambao bado inapinga ndani yako. That is why he's saying the spirit is indeed willing. Na kweli, na ndio maana kweli anasema kwamba na roho hii radhi ama inapenda. Hata ndani yako. See, the spirit is willing. Even inside you, you know you are very much willing. Let's just get into, don't make these things very simple. Tusipeleke mambo haya mbali. The spirit is willing, isn't it? Ndani yako unapenda kabisa, yani Even to pray. Hata The spirit kuomba. is willing and is planning to. hata roho hata inapanga kwa moyo. But the flesh indeed is very weak. Lakini mwili kusema kweli ni dhaifu. Jesus has just said. Yesu tu And he was not saying the flesh of Peter. He was talking about the flesh he had. hakuwa ananena kuhusu mwili wa Not Petro. the one Alikuwa that Peter also had. alikuwa anaongea kuhusu mwili aliyokuwa naye pamoja na ile ya Petro. The flesh was saying, if it is indeed possible, Mwili ilikuwa inasema Ipite kama huko kweli mbali. inawezekana ipitie huko. kwa kina nani, Let it go through those people there. let it not come to us. Isinikaribie. For me, I declare victory. Najitangazia ushindi. Praise God. Sifuni Mungu. Hallelujah. Hallelujah. But if let the cup pass there, Acha kikombe kipite kule. and let me not see the fire in Jesus' name. Wacha nisione, wacha ipite kule mbali katika jina la Yesu. We are the sons of God. Sisi ni wana wa Mungu. Hallelujah. Hallelujah. The flesh indeed is weak, Kweli mwili ni dhaifu, but the spirit is. lakini roho hii ama So he inapenda. went there second time and he Basi. went the third time, Akaenda mara ya pili, mara ya tatu, and the will of God prevailed.
na mapenzi ya Mungu ikashinda, so that we are here today. ili kwamba tuko hapa siku ya So leo, that today we can call on his name. ili siku ya leo tuweze kuliita jina lake. Amen. Amen. And pray in his name. Na kuomba kwa jina lake, Because that was the will of God. maana hiyo ilikuwa ni mapenzi ya Mungu, That he should suffer kwamba ateseke and be crucified, na asulubishwe, so that we be saved. ili tuokolewe. Because through him Maana kupitia was kwake, our salvation. hapo ndipo uokovu wetu ilikuwa. Amen. Amina. That if his will could have been fulfilled, Lakini kama mapenzi yake ingetimia, we would not have gotten a savior. hatungempata mwokozi. So when people look at that film, Basi wanapo tazama then you cry. filamu hiyo, alafu unalia, Unaanza kulia, unasema you begin to oye, ameteseka kabisa. Sasa You know, praise God. sifuni Mungu. Praise God. Amen. Hata Peter mwenyewe, Even Peter he was told, mimi naelekea to be crucified. akamwambia kwamba naelekea unasema Tutakufa, tutakufa. if you will die, we'll die together. Karibu na wewe. Wherever we I'll die, give you here. nitamshughulikia. Peter didn't know what was going on. Petro hapo anajua ni nini kinaendelea. Hakujua hii mpango ilitoka mbinguni. He didn't know that his plan was coming from heaven. Aliona, he was also a devil. Pia naye alikuwa shetani. Anything that prevents you from doing the will of God is a devil. Chochote kinachokuzuia usitende mapenzi ya Mungu ni ibilisi. Amina. Don't look for devils and think a devil will come out of a thicket. Usitazamie ama ukadhani kwamba shetani atatokea katika kichaka fulani. Devil. Ati shetani. And you imagine the devil is there. Na unadhania kwamba shetani yuko Anything kule. that is against the will of God and prevents you from doing the will of God, that is the devil. Chochote kilicho kinyume na mapenzi ya Mungu na kinachokuzuia usitende mapenzi ya Mungu ni shetani. Hallelujah! Hallelujah! Anything that blocks you from praying, Chochote kinachokuzuia usiombe, anything that takes you away from God, chochote kinachokuondoa kwa Mungu, anything that makes you not to come to church on the Sabbath chochote day, kinachokuzuia is the devil himself. ni shetani mwenyewe. Don't think strange here. Usidhani kitu ama usiwaze kwa njia ya kigeni. That the devil is into dark. You think the devil are those dark things and black things there, night and Anything that darkness. comes and takes away your mind from God, Chochote kinachokuja kuondoa mawazo yako kwa Mungu, huyo ni shetani. that's the devil. Anything that diverts your mind Chochote kinacho from the will of God, potosha nia yangu kwa mapenzi kutokana na mapenzi ya the Mungu, devil is there, shetani yuko hapa, ama hiyo ndio shetani standing before you. akisimama kando yako ama mbele yako. Lakini anakuja anakuambia, unajua wewe, But it comes and tells you, you know, you, mimi ni Mungu. no, God. Lakini shetani, the devil It's there. So unaomba ukijua shetani hayuko karibu na Mungu. So wakati when you are praying, now the devil is not there. And it's even blocking you from praying. You plan to wake up in the morning to pray. And then it wakes you up and tells you hi. And then you think it's the angel. Nafikiria ni malaika. Kumbe tayari amekuweka chini. Somebody give glory to him. Mtuombe Mungu You tukufu. need to know him Unafaa kumfahamu and the tactics that he uses, na ujanja anayotumia, which you have been thinking these are just me. These are ambaye my thoughts. umekuwa ukidhania kwamba ati hii ni mawazo yangu tu, ati hii ni mimi. This is me. No. Ati hii ni mimi. There is something else Kuna kitu kingine zaidi hapo, which comes to want to make you think, inayokuja na kufanya udhanie. even the one who tells you this, going through strange things. Hata yule anayekwambia unaona mama yao unapitia mageni, It's like, wewe
kuna shida. Kama wewe wewe You ulilaaniwa. need to see the preacher. Angalia hata watu wenu, enda uone mhubiri. You need special prayers. Hii unahitaji maombi ya You need to kipekee. tell the preacher to fast. Hii inafaa hata uende uambie mhubiri afunge. And several preachers actually. Na utafute manabii na mitume wa kuombea. Wewe shida yako ni kubwa. Your problem is so big. Think it not strange, my sister. Usidhani ni kitu kigeni, dada yangu. Rejoice. Paul is saying, Rejoice! Paulo anasema furahi. Peter is saying, rejoice. Petro anasema furahi. And also Peter is saying, rejoice. And again, rejoice. Peter pia anasema furahi. Na tena anasema ufurahi. Somebody give glory to God. Mtupe Mungu If tukufu. your suffering is not because you broke into a bank, Kama mateso yako si eti ni kwa sababu ulivunja benki, then we will rejoice. basi furahia. Somebody give glory to God. Mtupe Mungu tukufu. If your suffering is not because you are meddling with other people's matters, Kama mateso yako si eti ni sababu unajishughulikisha na mambo ya watu wengine, rejoice. furahia. It is not strange. Si kitu kigeni. Hata kwanza yako haijafika ile ya Daniel. You has not gotten to the level of How could the prophet be thrown into lions that have been starved? nabii angewezaje kurushwa katika tundu la simba ambao wamewachwa njaa? And he had the power, he could have even burned those people with fire before. Na alikuwa na uwezo angewachoma hao watu kwa He could moto. have prayed God to bring down fire. Angeomba Mungu ateremshe moto, Lakini he had to go down there. but ilimbidi ateremke kule How chini. could Jeremiah be thrown into the toilet? Yeremia angewezaje kurushwa katika shimo la A mavu? prophet. Nabii. Hey, Somebody give glory to God. mtu ampe Mungu tukufu. A prophet. Nabii Jeremiah. Yeremia. You know what Jeremiah said? Unajua nini Yeremia alisema? Brother, Bandugu, how could Shadrach, Meshach, and Abednego be thrown into fire lit 7 times? Shadrach, Meshach na Abednego wangewezaje And kurushwa he kwenye believed the moto prophet Daniel. ambao ulikuwa umewashwa mara 7, na wao walikuwa wanamwamini nabii And they Danieli, had the prophets. na walikuwa na manabii, They were in the ministry of the prophet. walikuwa katika huduma ya manabii. A prophet who could reveal secrets Nabii ambaye angeweza kufunua siri and all the questions. na maswali yote. And the king, the knees could shake. Na magoti ya mfalme ingetetemeka. But they had to go into the fire 7 times. Lakini iliwabidi waingie kwenye moto iliyokuwa imewashwa mara But 7, they didn't burn. lakini hawakuchoma. But they were ready to burn if the burn was to be to happen. Lakini walikuwa tayari kuchomeka kama kungekuwa na kuchomeka. He said, Wakasema, They say- walisema even if our God will not save us. hata kama Mungu wetu hata tuokoa. Sikia hiyo. Listen, Even if our God will not save us, hata kama Mungu wetu hata tuokoa, we are ready to go into this fire. We will not bow to this idol. tuko tayari kuingia kwenye moto huu, hatutainamia sanamu hii. Their faith was beyond the fire. Imani yao ilikuwa inazidi moto, But they did not say, why us? lakini hawakusema mbona But sisi, why not Daniel? mbona sio Danieli. Praise God. They knew Walijua that God will save. kwamba Mungu ataokoa, They believed they waliamini, were sure walikuwa na uhakika that God will deliver them. kwamba Mungu atawaokoa. Somebody give glory to God. Mtu ampe Mungu So tukufu. Peter Basi Petro denied all that. akakana Mwambie Yesu achane na yote. hiyo maneno unasema hapa. Kaambia wewe, Hiyo hatuwezi ruhusu. we Tuko hapa. cannot allow that to happen. No. Niko na kisu. I have a knife, I have a sword. Alikuwa nayo kweli. Na kweli alikuwa naye. Kama fulani hapo akakuja, Some fellow tried to come. Peter akasema huyu tunapita naenda na huyu. Petro said, I'll go with this one. Acha kwanza nionyeshe yeye I'm serious. Let me watch it. Kama Yesu haelewi. It's like Jesus is not understanding. Anamaanisha hii maneno. It's like Jesus is not understanding that I mean this one. See that scenario. Hebu tazama hiyo hali yote, matukio yote. Na Petro mtume wa Yesu Kristo, The first one to be called. wa kwanza kuitwa,
akachomoa. Yaani wakiwa na Yesu Bwana alikuwa na kisu. Akamwambia Yesu, akamwambia this man, you know that he doesn't know. He will love to learn. Atajifunza Kwamba sisi tuko hapa. That we are here. Peter did not know. Lakini Petro hakujua kwamba That this body that was given to Jesus, kwamba mwili huu ambao Yesu alipewa was meant to serve. Ilikuwa inabidi iteseke For him, kwa ajili yake, so that he be saved. ili Petro aokolewe. That's why Jesus said, "Go Ndio behind me, Satan." Akamkemea akasema, enda nyuma yangu Shetani. Because that was Satan that was standing to make sure the will of God does not happen. Maana huyu alikuwa Shetani akizuia mapenzi ya Mungu isitendeke. Anything that prevents or that wants to block Chochote kinachozuia the will of God in happening in anybody's life mapenzi ya Mungu kutendeka katika maisha ya yote is the devil. ni Shetani. Even those things that you think they are good, Hata mambo haya unadhani kwamba ni mazuri, so long as kama imezuia mapenzi ya Mungu, bora tu it's blocking the will of God, that's no, ujue huyo ni shetani. you get to know that that is the devil. Somebody give glory to God. So Peter did not know Basi Petro hakujua that Jesus was born to serve and to be crucified. kwamba Yesu alizaliwa kuteseka na kusulubishwa. He got to know that later. Alipata kujua hiyo baadaye. And at that moment, Lakini wakati huo he wanted to defend him alitaka kumsimamia ama kumtetea kwa hali na mali. in all way. Kama angekuwa na nuclear bomb, If he would have had a nuclear bomb, watu wangekuwa na shida. those people would have seen. Angesema guza uone. Touch him and you will see him. Hebu mguze na utajua mimi ni nani. Somebody give glory to God. And he was told even after doing that, Hata baada ya kufanya yote hayo, go behind me. enda nyuma yangu, He was called Satan. aliitwa Shetani. Because that thing that made him think that way was the devil. Maana kitu hicho ambacho kilimfanya ama kilichomfanya awaze hivyo ndio kilichokuwa Shetani. Anything that wants to prevent the will of God from happening, Chochote kinachotaka kuzuia mapenzi ya Mungu kisitendeke should go behind. inafaa kwenda nyuma. Go behind me, Satan. Enda nyuma yangu Shetani. The will of God must be fulfilled. Mapenzi ya Mungu lazima hii. So think it not strange, my beloved brethren. Usiwaze kwamba ni kitu kigeni mapenzi wangu. Somebody give glory to God. Tumpe Mungu utukufu. In verses 8, in chapter 8 of Romans, sorry, Katika Warumi sura ya 8, sons of God. wana wa Mungu. Thank you, Jesus. Asante Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Praise his holy name. Sifuni jina lake takatifu. Praise his holy name. Sifuni jina lake takatifu. In Romans 8 verses 14, Katika Warumi 8 mstari wa 14, the word of God says, neno la Mungu lasema hivi: "For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God." kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu hao ndio wana wa Mungu. For you have not received the spirit of bondage again to fear, but you have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. Kwa kuwa hamkupokea tena roho ya utumwa iletayo hofu, bali mlipokea roho ya kuwafanya ama kufanywa wana, ambayo kwa hiyo tualia Abba, yani Baba. The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. Roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu. And if children, then heirs. Na kama tu watoto basi tu warithi. Are you following? Je, unafuata? Follow it keenly. Hebu fuata kwa makini. Heirs of God, Warithi wa Mungu, and joint heirs with Christ. waridhio pamoja na Kristo. If so be that we serve out him, that we may also glorify, we may be
also glorified together. Naam, tukiteswa pamoja naye ili tupate na kutukuzwa pamoja naye. So, basi the Spirit beareth witness that we are the children of God. Unaona kwamba Roho inashuhudia pamoja na roho zetu kwamba sisi tu watoto wa Mungu. Amen. Amina. And then we are heirs of God. Kisha kwa hiyo tu warithi wa Mungu. Joint heirs with Christ. Warithiwa pamoja na Kristo. So, basi, we are the sons of God. Sisi ni wana wa Mungu. How did the son of God live? Na mwana wa Mungu alishije? Ama maisha yake ilikuwa gani? Amen. Amina. He suffered. Aliteseka. Okay? Amina. So if we are heirs, basi kama sisi ni warithi, we also inherit even his sufferings. Basi tunarithi tunarithi pamoja na mateso yake. That is why it is being differentiated. Ndio maana hapa inatenganishwa ionekane wazi. Tumeambiwa ya kwamba don't suffer because you are a thief. Tumeambiwa kwamba yako usiteseke ukiwa mwizi. That will be if you suffer because you are a sinner, hiyo ni don't come and tell us, you know I'm suffering. Ukiteseka sababu wewe ni mwenye dhambi, usije ukatuambia that doesn't count as the suffering of Christ. Hiyo haihesabiwi kama mateso ya Kristo. You should know that. Tunafaa kujua hiyo. Okay? Amen. 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 So, but sufferings that we inherit, lakini mateso ambayo tunarithi, amen, are the sufferings of the gospel. Ni urithi wa Injili. The suffering, ama mateso ya Injili. Suffering for the gospel, for the kingdom of God. Kuteseka kwa ajili ya ufalme wa Mungu. In Jesus' state or on behalf. Ama badala ya Kristo, ama kwa niaba ya Kristo. Amen. Amen. Praise God. Amen. Those ones you will go through. Hayo utayapitia. Because you are the son. Maana wewe ni mwana. Joint heir. Ama uridhio pamoja naye. You are already there. Yani uko hapo. Hallelujah. Amen. 18. For I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Kwa maana na yahesabu mateso ya wakati huu wa sasa kuwa si kitu kama utukufu ule utakaofunuliwa kwetu. Amen. Amen. Praise God. Amen. For the earnest expectation of the creature waited for the manifestation of the sons of God. Maana viumbe vyote pia wanatazamia kwa shauku nyingi kufunuliwa kwa wana wa Mungu. For the creature was made subject to vanity, not willing, but by reason of him who had subjected the same in hope. Kwa maana viumbe vyote pia vilitiishwa chini ya ubatili, si kwa hiari yake, ila kwa sababu yake yeye aliyevitiisha katika tumaini. The main message there, ujumbe hadisi hapa ujumbe mwenyewe hapa, is that the present sufferings, ni kwamba mateso ya sasa cannot be compared, hawezi kufananisha with the glory that is going to be revealed in us, na ule utukufu ambao utafunuliwa kwetu, in you, kwako, not in somebody else, sio kwa mtu mwingine, in us, kwako, kwetu sisi. Praise God. Sifu Mungu. Thank you Jesus. Asante Yesu. Glory to God. Utukufu kwa Mungu. Blessed is his name. Jina lake liimiliwe. Praise God. Praise God. Sifuni Mungu, sifuni Mungu. In Philippians, katika Wafilipi, amina amina. Philippians chapter 1 verse 29. Katika Wafilipi sura ya kwanza mstari wa 29. Glory, glory, glory. Utukufu, utukufu, utukufu. Thank you Jesus. Asante Yesu. 1:29. 1:29. It says, inasema kwamba for unto you, unto us, nasema kwa maana mmepewa, it is given in the behalf of Christ not only to believe on him but also to serve for his sake. Nasema kwamba tumepewa. Nasema maana mmepewa kwa ajili ya Kristo, si kumwamini tu
ila na kuteswa kwa ajili yake pia. But people want to stop at belief. Lakini watu wanataka kukoma kwa kuamini. So knows how. So they just want to believe, they don't want to serve. Wanataka tu kuamini bila kuteseka. But unto us it's given to believe and to serve for his. Lakini kwetu tumepewa kuamini na kuteseka kwa ajili yake. Amen. Amina. When Saul then, wakati Paulo akiwa Sauli persecuted the church, alipokuwa akitesa kanisa, and Jesus said, Saul, Saul, Yesu akasema, Sauli, Sauli, why are you persecuting me? Mbona unanitesa? So when the church was going through persecution, they were going through persecution for the sake of Jesus. Basi wakati kanisa ilipokuwa ikiteswa, ilikuwa inateswa kwa ajili ya Yesu. For the sake. Amen. Kwa ajili. Yes. It's written. Imeandikwa hivyo. So when you go through the sufferings and temptations, basi unapopitia majaribu na mateso, as a Christian, ukiwa Mkristo, it is for Jesus. Ni kwa niaba ama kwa ajili. Ni kwa ajili ya Yesu. Jesus feels that pain. Yesu anahisi uchungu huo. He is going through with you. Anapitia pamoja nawe. Somebody give glory to God. Sifuni Mungu. Therefore don't think it is strange. Basi na usidhani kwamba ni kitu kigeni. Paul, apostle in chapter 3 of Philippians, katika Wafilipi sura ya 3, he said, I count all things to be done. Akasema nahesabu mambo yote kuwa maavi. Then kisha so that he could do what? Ili afanye nini? Let us read. Hebu na tusome. Verses 8 to 14. Mstari wa 8 hadi 14. Let's read there. Listen, some hapo. In verse 8 is 8. Akasema, doubtless, zaidi ya hayo, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ. Nasema naam, zaidi ya hayo nahesabu mambo yote kuwa hasara kwa ajili ya uzuri usio na kiasi wa kumjua Kristo Yesu Bwana wangu, ambaye kwa ajili yake nimepata hasara ya mambo yote, nikihesabu kuwa kama mavi, ili nipate Kristo, and be found in him, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith. Tena nionekane katika yeye, nisiwe na haki yangu mwenyewe ipatikanayo kwa sheria, bali ile ipatikanayo kwa imani iliyo katika Kristo, haki ile itokayo kwa Mungu kwa imani. Verse 10 now is very key for you. Sasa mstari wa 10 ni ya maana kwako sasa. So this message, kwa ajili ya ujumbe huu. There are things he wanted to know, that I may know him. Kuna vitu ambavyo alitaka kujua kwamba he was counting everything down and all those things. He wanted to know some things. Sababu ya kuhesabu mambo haya mengine yote kuwa hasara na mavi ni kwa sababu kuna mambo alitaka kuyajua. He said that I may know him. Akasema ili nimjue yeye, and the power of his resurrection, na uweza wa kufufuka kwake, and the fellowship of his sufferings, being made conformable to his death. Na ushirika wa mateso yake nikifananishwa na kufa kwake. He also wanted to know, alitaka pia kujua the sufferings, mateso. Amen. Amina. Even being conformable to his death. Hata akishiriki ama kufananishwa na kifo chake. He didn't just want to know him, just his name. Hakutaka tu kujua jina lake. He wanted to know him every way. Alitaka kumfahamu katika kila njia. That is a Christian. Huyo basi ndiye Mkristo. That's why he said, it's no longer I that live. Maana akasema kwamba sio mimi tena naishi, but Jesus. Bali ni Kristo. Praise God. Sifu Mungu. Hallelujah. Hallelujah. He said that I may know him and the power of his resurrection. Akasema kwamba ili niweze kumjua na nipate na uweza wa kufufuka kwake, able to fellowship his suffering, na kuweza kushiriki mateso yake. Praise
God. Sifu Mungu. The prophet Moses being brought up in the house of the king in the palace. Nabii Musa akiletwa katika nyumba ya mfalme kule akilelewa katika nyumba ya mfalme. Amen. Amina. Praise God. Sifu Bwana. By the daughter of Pharaoh. Akilelewa na binti wa Farao. In every way he learned the ways of Egyptians. Na katika kila hali ya njia akajifunza njia za Wamisri. But when he was of age, lakini alipokomaa, what did he do? Alifanya nini? What did he say? Alisema nini? It is better for me to suffer, ni heri niteseke with God's people na watu wa Mungu than to enjoy these things that are for a short time. Kuliko nifurahie mambo haya ya anasa kwa muda mfupi tu. And he left the good things. Na akaachana hiyo jumbe ya kifalme ama left the White House, he left the State House. Akatoka katika ikulu na akaenda. And he went to serve with God's people. Akaenda kuteseka pamoja na watu. Because there was a better glory to be revealed. Maana kulikuwa na utukufu bora zaidi ambao ungefunuliwa in these people, katika hawa watu, which was not going to be in the house of the king, ambayo haingepatikana katika nyumba ya mfalme. Even though at the moment it was good. Hata ingawa katika wakati huo ulikuwa wa kufurahia. Hallelujah. Hallelujah. But he chose rather to serve with God's people. Lakini akachagua kuteseka badala hiyo na watu wa Mungu. Amen. Amina. Because the sufferings of God's people had a reward. Maana mateso ya watu wa Mungu ilikuwa na dhabihu ama thawabu. Hallelujah. Amina. There was a glory to be revealed in them. Kulikuwa na utukufu ambao utafunuliwa kwao afterwards. Baadaye. Thank you, Jesus. Asante Yesu. Somebody say amen there. Mtu aseme amina hapo. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, King of glory. Asante mfalme wa utukufu. Thank you, Jesus. Asante Yesu. Thank you, blessed Savior. Asante Mwokozi barikiwa. He said, if by any means I might attain unto the resurrection of the dead. Akasema kwamba ili nipate kwa njia yoyote kufikia kiyama ya wafu. Not as though I had already attained, either were already perfect, but I follow after, if that I may apprehend that for which also I am apprehended of Christ Jesus. Akasema si kwamba nimekwisha kufika au nimekwisha kuwa mkamilifu, la, bali nakaza mwendo ili nipate kulishika lile ambalo kwa ajili yake nimeshika na Kristo Yesu. Brethren, I count not myself to have apprehended. But this one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before. Akasema katika mstari wa 13, ndugu zangu, sijidhanii nafsi yangu kwamba nimekwisha kushika, ila natenda neno moja tu, nikiyasahau yaliyo nyuma, nikiyachuchumilia yaliyo mbele. I press toward the mark of the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Akasema nakaza mwendo nifikirie mede ya thawabu ya mwito mkuu wa Mungu katika Kristo Yesu. Somebody give glory to God. He said, there's one thing that I do. Akasema kuna kitu kimoja nafanya. I forget the past. Na yasahau yaliyopita. And I reach to the things that are before. Na nayachuchumilia yaliyo mbele. Hallelujah. Hallelujah. He wanted to fellowship. Alitaka kushiriki the sufferings with Christ. Mateso na Kristo. Like those prophets. Kama hao manabii. They left the things, the good things. Waliacha mambo mazuri. Amen. Amina. And then they chose to serve. Kisha wakachagua kuteseka. Because there was a more glorious life ahead. Maana kulikuwa na maisha yenye utukufu kule mbele. There was a greater victory. Kulikuwa na utukufu kuu zaidi kule. After that. Baada ya hiyo. Praise God. Praise the living God. Mungu. So brethren, basi wandugu, count it not strange. Msihesabu kuwa ni kitu kigeni. Strange. Msidhani kwamba ni kitu kigeni. When you go through fiery trials. Unapopitia mateso ama majaribu
moto. Amen. Amina. You should understand the word of God. Unafaa kuelewa neno la Mungu. You should understand your life. Unafaa kuelewa maisha yako, So that you don't compare yourself with the world. ili usiweze kujilinganisha na dunia. Amen. So that you may know your end. Ili uweze kufahamu mwisho wako. And the things that must come to pass. Na mambo ambayo yanafaa yatimie. You should know every step of the way. Unafaa kuelewa kila hatua ya njia yako. In Christ Jesus. Katika Kristo Yesu. So that you have consolation. Ili uweze kupata faraja. If you suffer with him, ukiteseka pamoja naye, you will also be consoled with him. Basi utafarijiwa naye. Somebody give glory to God. If you suffer with him, ukiteseka naye, you will also be glorified with him. Utatukuzwa naye pia. That is simple math. Hiyo ni hesabu rahisi. You are suffering with him, kama unateseka naye, you will also be glorified with him. Basi utatukuzwa pamoja naye. Hallelujah. Hallelujah. Somebody give glory to God. Mtupe Mungu tukufu. Hallelujah. Hallelujah. Count it not strange. Msihesabu kuwa ni kitu kigeni. Think it not strange. Usidhani kwamba ni kitu kigeni. When you go through fiery trials. Unapopitia mateso moto ama majaribu moto. Amen. Amina. Because James also said it is happening to your brethren. Yakobo pia akasema yanawafikia wandugu wenu pia kwingine katika ulimwenguni. So don't bother yourself with a lot of stress. Basi usijifinyilie mawazo, usijifungie nyumbani ukifikiria kwa nini mimi. Don't close yourself at home thinking hata umefunga why me. You don't want anybody to call you, hata simu umefunga. You are closing yourself in. Sasa unataka kufikiria hii shida. Now you want to think about this problem. At hii shida why me alone? God has sent you to this one. Mungu anakupa leo thoughts kutokana na mawazo kama hiyo. Instead, badala ya hiyo, rejoice. Furahia. Paul said, I count it joy. Or he said, I rejoice. Paulo akasema nafurahia in sufferings, in tribulation, kwa mateso na dhiki. And he said, akasema nothing shall separate me from the love of God. Hakuna chochote kitakacho nitenganisha na upendo wa Mungu. Even having sat down with your instruments of trying to look at it. Shida tu na wewe hata baada ya kuketi chini na vyombo vyako vya uchunguzi, baada hata kulala siku 3 and blocked everybody, na kufungia kila mtu nje, nobody can talk to you. Hakuna hata mtu anaweza kukuongelesha. You cannot get a revelation. Hata huwezi pata ufunuo. The only thing you will get sinking. Kitu tu ambacho kitatendeka, utaendelea kuzama. First day, siku ya kwanza you are going down, unaelekea chini. Second day, ya siku ya pili chini, ya tatu, until just God comes and help you on the Sabbath day. Hadi Mungu tu aje akusaidie siku ya Sabato. Rejoice, furahia. Amen. And again I say rejoice. Na tena nasema furahia, furahi. Somebody give glory to God. Mtu ampe Mungu tukufu. You close the room. Hata ukijifungia kwenye jumba and you don't want anybody to see you, na utaki mtu yote akuone, hata ukifanya nini, even if you do what, if it is the suffering of Jesus, kama ni mateso ya Yesu, you will have to go through. Ni lazima utapitia. We have to inherit. Inafaa turithi. We are joint heirs. Sisi ni waridhio pamoja naye. Mark that. Hebu nukuu hii. Heirs with Jesus. Waridhio pamoja na Kristo. You just want to inherit the kingdom? Unataka tu kurithi ufalme? How many of you have eaten food that they have bought for themselves? Wangapi wewe wamekula chakula ambayo umejinunulia mwenyewe? Yourself, not somebody buying for you. I see it's very sweet for somebody buying food for you. Najua watu have bought food for themselves. Wangapi wamejinunulia chakula? Wewe umejinunulia chakula. You don't eat. You are angels, eh? Hii ni malaika. Okay, sawa. Hiyo chakula yenye unajinunulia ni tamu sana. That food that you buy for yourself is very sweet. Unafaa uenjoy. Hata kama ni chapo moja. Ni yako, yani you are sweet. It's you can sometimes go somewhere.
Unajua wakati mwingine unaweza enda mahali. Janet, na hata utumie hata 1,000 kwako au unajua ingine itatoa shida ya nyumbani. No, there are people who don't even eat. Unajua kuna watu ambao hawakuli hata because they want to make sure things are running. Maana wanataka kuhakikisha kwamba sina mmoja ujifiche peke yako. Sometimes hide yourself. Eat na ule. Unasikia nini? You hear that, bro? Nenda ununue kuku. Go and buy a chicken. Kula kabisa. And eat. Toka hapo niseme thank you Jesus. Asante Yesu. Asante Bwana. Thank you Jesus. Asante Yesu. Asante kwa kunipa nguvu. Thank you Lord. Asante Bwana. Thank you God. Asante Mungu. There's joy. Kuna furaha. Amen. Amina. Thank you Jesus. Asante Yesu. When you do something God that gave you, unapofanya kitu na ni Mungu aliyekupea, enjoy, furahia. So brethren, basi wandugu, I ask you to rejoice. Basi nawasihi mfurahie. Rejoice. Mfurahie. Muwe kama Paulo. Say there's one thing that I do. Na mseme kuna kitu moja tu nafanya. That should be one of the things you always say. Hiyo inafaa kuwa moja wapo ya mambo ambayo unasema. There's one thing I do, my sister. Kuna kitu kimoja nafanya tu. I forget the things that nasahau yote kule nyuma. And I reach the things that I hate. Na kazana kuchutumia mambo yaliyo kule mbele. I'm forgetting the tribulations I've gone through because I know the others come. Nasahau dhiki ambayo nimepitia, maana najua kuna mengi mapya makuu yanakuja kule. So I'm ready for it. Basi niko tayari kwa ajili yake. Because I'm the son of God. Maana mimi ni mwana wa Mungu. Hallelujah! Hallelujah! Somebody give glory and honor to the King. Mungu tukufu. The suffering we go through, mateso ambayo tunapitia, though may not be sweet. Ingawa is not sweet. Hakuna mateso ambayo unaweza kupitia na kufurahia. But lakini the joy, furaha, the joy after, or the victory that God gives you out of the suffering for the sake of Jesus. Furaha na ushindi ambayo Mungu atakupitia itokanayo na hayo mateso umeteseka kwa ajili ya Yesu is so great. Ni kuu sana. Rejoice, furahia. And the more they do that for you, na zaidi wanavyokufanyia hivyo, the more God also do great things for you. Zaidi Mungu anavyokufanyia mambo makuu pia. Amen. Amina. You remember what David said? Unakumbuka kile Daudi alisema in Samuel, 2 Samuel, katika Samueli wa pili. You remember what I said? Have you read? How many of you read 2 Samuel? We mentioned 2 Samuel chapter. Baada ya sisi kusema tulisema Samueli wa pili sura ya, which chapter was it? Ilikuwa ni sura gani? Well, you don't even know what I'm talking about. Ama hata mfahamu nasema nini. Praise God. Sifa ni Mungu. There's a man who was stoning David. Kuna mtu ambaye alikuwa anapiga mawe na kumtuzi and abusing. When his son Absalom had, wanted to overthrow him, and David fled, not because he could not defeat him, but because he didn't want to kill him. Kwa sababu si ati alikuwa anataka kumshinda, lakini alikuwa anataka kumuua, lakini anataka kumshinda. He didn't want to kill him. Hakutaka kumuua. Yeah, so that's why he fled. Ndio maana akatoroka. But he was able to kill and destroy that which Absalom had put together. Lakini aliweza kuua na kuharibu, angeweza kuharibu kile ambacho Absalom alikuwa amefanya. But he had to flee away. Lakini ilimbidi atoroke because he loved his son. Maana alimpenda mwana wake. Absalom. Praise God. Amen. And David was known to be a mighty warrior. Na Daudi alijulikana akiwa shujaa mkubwa sana. He killed many enemies including Goliath. Alikuwa ameua maadui wengi hata pamoja na Goliath, including tearing the bear and the lion, pamoja na kurarua simba na ule mnyama kama dubu. Amen. Amina. So David was a very dangerous man. Basi Daudi alikuwa mtu hatari sana in terms of battle. Katika ile hali ya vita. He had taught Judah to use the bow and the arrows. Alikuwa amefunza Yuda vile kutumia ule
uta na mishale. Amen. Amina. But now he was fleeing. Lakini sasa alikuwa anatoroka. And he was mocked for that. Na akadhihakiwa kwa ajili ya hiyo. And then that man who was from he was a relative of Saul. Na huyo mtu ambaye alikuwa ni jamaa wa Sauli Mocked him. akamdhihaki. He said, he mocked him and stoned him. Akamdhihaki na Threw stones on him. akampiga mawe. And one of the captains of David said, "Can I take this dog? Mojawapo wa akida wa Take the head of this dog." mojawapo wa akida wa Daudi akasema sinishike mbwa nikate They kichwa were well chake. trained. Those captains of David were well trained. Maana hawa akida wa Daudi walikuwa wamefunzwa vizuri. But David said, "Leave him alone." Daudi akamwambia mwache. Why? Kwa nini? Because he said, Maana alisema God has allowed him to curse you, Mungu amemruhusu anitusi so that God may see my affliction, ili Mungu aweze kuona mateso yangu and then God may do good to me. na Mungu aweze kunitendea So the more they do evil to you, the more God do good to you. Basi zaidi wanavyoendelea kukutesa ndivyo zaidi Mungu anavyoendelea The kukutendea more mema. the persecution, Zaidi ya mateso, the more the favors of God. zaidi ya kibali kwa Are you Mungu. listening? Praise God. Je, mnasikia hiyo? Hallelujah. Hallelujah. The more you go through pain for Jesus, Zaidi unavyopitia uchungu kwa ajili ya Yesu, the more the favor of God. zaidi unapopata kibali zaidi kutoka kwa The Mungu, more the love of God, the consolation. zaidi unavyopata upendo wa Mungu na kufarijika. You will now feel the consolation of God. Hapo sasa utahisi faraja za Mungu, The true consolation of God. faraja za kweli za Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Asante Yesu. So be strong in the Basi, Lord, mwe wenye nguvu kwa Bwana, knowing that the Lord is with you ukijua kwamba Mungu yu pamoja nanyi every way, kila njia, even in the waters, Hata- even in the fire, hata kupitia maji, hata kupitia moto, in every step of your way. katika kila hatua za njia He's zako there. yuko hapo. Stand with me and say thank you, Jesus. Simameni pamoja nami na mseme asante Yesu. Asante Yesu. Say thank you, Lord. Thank you Lord. Semeni asante Bwana. Asante Bwana. Let's say thank you, Jesus. Thank you Jesus. Na tuseme asante Bwana. Asante Bwana. The Lord is with thee. Bwana yu pamoja naye. And will be with thee. Mungu mkiwa pamoja naye. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Asante Yesu. So God bless you. That's the word of God. Basi Mungu awabariki. Hiyo ndilo neno la Mungu. Amina. Amina. You got blessed? Je, mmebarikiwa? Say amen. If you did, Semeni amina kama umebarikiwa. amen.